Yo, what's up? It's your boy Mado yeye bwana, na hii ni story na wana, au sio? Leo tupo kitaa cha Baruti Kimara, na katika story na wana ni sehemu ambayo utajifunza, ni sehemu ambayo itakuelimisha, ni sehemu ambayo itakufurahisha, na kuna vitu vingi sana ambavyo tunavizungumzia na washikaji ambao tunakutana nao jinsia zote, lakini story na wana iko hapa kwa sababu ya kurudisha fadhila na kuonyesha baadhi ya vitu ambavyo viko nje ya kila kitu, au sio? Let's go. Mambo vipi mamangu? Safi kwema. Kwema, unaitwa nani? Naitwa Vumilia Michael. Vumilia Michael. Kwa nini imekuwa Vumilia? Kwa nini unaitwa jina la Vumilia? Lina maana gani? Ina maana yake kwa sababu nilipokuwa mdogo mamangu alinisimulia nilipopitia. Okay. Yaani pitia changamoto kubwa sana. Okay. Ni kitu gani kikubwa ambacho ulikipitia ambacho hautokuja kukisahau, ambacho mama alikuhadisia? Alinisusa. Niliumwa sana. Japokuwa nilipoumwa sana mamangu akaniambia, Mwenyezi Mungu, si bora tu mchukue huyu mtoto. Ghafla kesho yake nikaamka nikawa mzima. I say, so mbona ni tukio ambalo linatisha sana, lakini juu ya yote, kwa mambo yote, na yeye mwenyewe alikuwa disable vitu, si ndio? Ndio. Je, bado unamchukia mama ama bado unampenda mama, au unaweza kumzungumziaje mama na wenda akawa anaona hii clip hapo? Nampenda sana mamangu. Kiukweli mama ni kama jicho la mboni yangu, kwa sababu yeye ndo aliyenileta duniani. Ndio. Yeye ndo anafanya nifanikiwe. Ndio. Bila mama, radhi ya mama hujafanikiwa. Okay. Na shout kwa mama wote duniani, japokuwa kuna changamoto nyingi na mambo mengi sana ambao wanapitia, na juzi kati ilikuwa ni sikukuu yao, so shout kwa mama wote. Na vijana tumekuwa tukisamehe kwa sababu ya kutokujua vitu gani ambavyo vilikuwa vinatokea kipindi ambacho sometimes walikuwa wanatukataa kipindi ambacho tulikuwa wadogo. Kwa hiyo usiwe mtu ambaye unaishi kwa kumlaumu mzazi wako kwa sababu haujui kipindi ambacho alichokuwa labda anafanya kosa fulani, haujui kitu gani ambacho alichokuwa anapitia. So mimi bwana, hapa nimepita nikaona unauza mchicha, mboga za majani, si ndio? Yeah. Kwanza kabisa nataka nijue ni umeolewa? Hapana. Una watoto wangapi? 3. Watoto 3. Mwanaume wewe ni mmoja? Hapana. Wanaume tofauti? Ndio. Okay. Sasa nachoamini kwamba mchicha mmoja ni shilingi 500, si ndio? Ndio. Mboga zote hapa ni 500. 500. Na una watoto 3. Ndio. Unawezaje kuendesha familia yako na ikiwa haujaolewa, umeniambia, na watoto wote ni baba tofauti, si ndio? Ndio. Unawezaje kuendesha familia yako ya watoto 3 na ikiwa unafanya biashara hii? Familia anaweza nikaongoza kutokana na majukumu yangu ninayofanya. Faida ya biashara ya hii ya mboga ya mchicha kwa siku unaweza mna ukaingiza shilingi ngapi? Yaani kwa siku, kwa fungu moja naweza nikauziwa 1300 sokoni kwa fungu moja. Ndio. Ili na mimi nije nipate, inatakiwa nitoe hata mafungu 4 ili na mimi nipate kile chochote kile. Okay. Kwa hiyo katika fungu moja ambalo ukiuza 500, faida yake ni shilingi ngapi? Yaani unatakiwa upate hata 500, 800 katika fungu moja. Katika fungu moja hapo fungu ni inakaa labda unaweza ukachukua ukajumua hivi. Okay. Kwa hiyo zikikaa labda 3, hilo ni fungu moja, si ndio? Okay. Kwa katika fungu moja hili unatakiwa upate 500. Nipate 500. Ambapo katika fungu hili moja ni unakuwa umeuza 500, si ndio? Kwa hiyo faida yako katika fungu moja ni 500. Kwa hiyo Bukujero nzima inakuwa ni inaingia kwenye msingi. Ndio. Okay. Bwana, ni mambo mengi sana ambayo tunakutana nayo na kujifunza nayo, lakini mimi kiukweli I'm so proud kukutana na msichana ambaye anafanya biashara hii ya kuuza mboga, ambapo angeweza hata kufanya mambo mengi sana ambayo ya kuenda labda kuuza mwili, ya kufanya mambo mengi ya ajabu, lakini yeye alichagua kufanya biashara hii. Na mimi kiukweli nilikuwa I'm so proud kupita hapa na kumkuta yuko na mtoto mdogo sana, aweza kumbeba na pia na kufanya biashara hii, ambapo katika biashara hii fungu moja yanakaa 3 haya. Kwa fungu moja faida yake ni 500. Katika 500 Bukujero inarudi kwenye msingi. Kitu gani ambacho hautokuja kukisahau
kwenda ambacho hicho kitu ukikikumbuka kinakuumiza ama kinakufurahisha, lakini katika maisha yako hautakuja kukisahau hicho kitu? Nakumbuka na sitakuja kusahau. Baada ya kubeba ujauzito, nikamwambia bwana wangu nina ujauzito. Ndio. Aliniambia hiyo mimba sio ya kwangu. Ambao ni mtoto huyu ambao umembeba. Ndio mtoto huyu. Nilijikuta naumia sana. Ndio. Nikasema kutoa ni dhambi, bora nilee, nipambane naye, nitalea mtoto wangu atakuwa tu. Nimehangaika sana ikaja nikapata kishilingi 10,000. Chochote kile nilichokipata nikamtafuta kakaangu. Nilipomtafuta akaja. Alipokuja nikamwambia kakaangu, na 10,000 hapa, nataka ni beti mchezo ya skana. Ubeti, yani mchezo ya kubeti. Michezo ya kubeti, yani hiyo 10,000 ulikuwa unaiamini kwamba ukibetia inaweza kukusaidia. Ndio. Bwana nilipo beti mchezo ya skana, I say iliniletea manufaa sana. Ambao unaizungumzia skana, unazungumzia keka app ambayo wanatengeneza mikeka, sio? Keka app na skana, ndio. Sasa nilipata mafanikio, ilinisaidia kiujumla. Nilijikuta nimenunua vitu vyangu vya kujiandaa kujifungulia kupitia keka app. Keka app. Nikanunua vitenge, nikanunua beseni, nikanunua na vingine, nikabaki na hela cha kwenda kujifungulia hospitali. Basi hapo nikaa kidogo, nilichobaki nacho ikabidi nijikiti niendelee, kile kidogo ndio nikajikiti niendelee kuuza mboga, ambayo katika hiyo 10,000 ambayo ulikuwa umeiweka ni ulishinda kiasi gani kama bahati, si ndio? Ndio. Unajikuta umeshinda kiasi gani siku hiyo? Nijikuta nimeshinda kama 300,000. Okay. Ilinisaidia sana. Bwana, hilo linaonekana lilikuwa ni treni, lakini pia kiukweli historia yake dada yangu imenigusa sana, na pia nimekutana na kitu kipya, ni kwamba aliwahi kuwa na mimba, kipindi ambacho ana mimba ya mtoto wake huyu ambaye amembeba hapa. Mwanaume wake alikataa mimba hiyo, lakini pia alimwacha kwenye mazingira ambayo hawezi kujikidhi. So ikatokea akapata 10,000 akaenda kuibetia, ambapo alimfuata kaka yake na akamwelekeza namna ya kubeti, na akamchukua mkeka kupitia keka app kama alivyokuwa anasema, na akajikuta maskini anashinda 300,000. Kwa hiyo inaonekana siku hiyo alichukua treni. I don't know lilikuwa ni la old school tu ama lilikuwa la Anskana ama lilikuwa la nani. Bwana, shout out kwa Anskana, shout out kwa keka app. Na hii nimekutana nayo tu hapa Baruti Kimara, na nimekuwa surprised sana. Nilikuwa nimekuja kufanya tu interview ya kumuuliza maswali na kujifunza vitu vingi kwa kupitia story na wana, lakini nimekutana na story nyingine hapa ya dada huyu ambayo kiukweli imenifurahisha na pia imenihuzunisha. So nachoweza kukupromise dada yangu, hii clip ni watu wengi ambao watakaoenda kuitazama, na you never know, kuna watu ambao wataguswa kupitia story yako na kupitia biashara ambayo unayofanya. Na sisi kama vijana ambao tumeguswa na hii, tutakusupport pale ambapo tunaweza, kwa sababu sisi sote bado ni wapambanaji, lakini tunajaribu kuonyesha uasilia wa maisha mbele ya watu wengi zaidi.